Bwana Yesu apewe sifa. Natumaini uko mzima. Bwana amekuhifadhi, wema wake unazidi kutembea pamoja na wewe, na pia unazidi kukutosha. Maana ni vyema wema wa Bwana ukatutoshe kwa kila majira, usiku mchana, tunapoondoka tunaporudi, wema wa Bwana ukaweza kututosha. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine amenipa ya kuja kusimama katika mlima huu, na ili nikazidi kutafuta uwepo wake na msaada wa mbingu na msaada wa mkono wake, msaada wa neno lake na msaada wa nguvu zake, ili maisha yetu yakaweze kuimarika na tukaweze kupata nafasi ya ushindi kwa kila jambo ambalo tunalolifanya. Siku yote ya Monday huwa nakuja kusimama nimshukuru Mungu kwa yale yametutendea kwa juma nzima ambalo limeweza kupita. Nimwambie ni asante kwa vita ambazo ametupigania, nimwambie ni asante kwa mizigo ambayo ametubebea, na nimwambie ni asante kwa yale amekusudia kuzidi na kututendea. Na bila shaka ninaamini ya kwamba kila wakati ninaposimama, Bwana husikia maombi na anatutendea mema kwa wema wake na kwa fadhili zake. Nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa akitunenea ya kwamba mwezi huu wa 10 ni mwezi ambao ni wa neema na kibali. Nazidi kukuombea neema na kibali cha Mungu katika maisha yako. Na kwa sababu tuliweka mzingi siku ya last week, wakati ambapo tulienda kushukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa Septemba, na tukaweka mzingi wa mwezi wa Oktoba. Nashukuru Mungu kwa yale amezidi na kutenda. Leo nimekuja nisimame kwenye mlima, na leo sina mambo mingi kando na kumshukuru Mungu. Nimekuja nimwambie kama vile neno lake limetuambia, Zaburi 86 na mstari haswa wa 17, nioneshe ishara za wema wako, ili maadui zangu wapate kuiona ishara ya wema wako, wakaweze kuaibika. Wajue ya kwamba wewe umenisaidia na umenifadhili. Wajue ya kwamba haukuniashiria. Wajue ya kwamba uliharakisha kusimama na mimi. Daudi akamwambia, ili maadui zangu wajue ya kwamba umenisaidia, nioneshe ishara ya wema wako. Nimekuja nikuombee Mungu kwa kila hali ambalo liko katika maisha yako. Mahali popote unahitaji wema wa Mungu akuoneshe ishara za wema wake. Ninaamini ya kwamba nikitoka maeneo haya, Mungu atakuwa ametusikia na atadhibitisha kwa ishara zake ya kwamba yeye amesikia maombi. Sina mambo mingi, bali tunakuombea Bwana akupe ishara itakayonyamazisha maadui. Penina hakuhitaji mambo mingi. Penina alihitaji tu ishara ya wema wa Mungu aione katika maisha ya Hana, na kutoka hapo akakoma kumkenjeli, akakoma kumdhihaki, akakoma kumtia ushungu wa moyo. Maana Mungu alitembelea mtumishi wake Hana, akampa ishara ya wema wake. Naomba mbingu likafunguke na neema ya Mungu ikakutoshe, ukapata kimbali mbele za Mungu. Ninapolitaja jina lako, Bwana akakupe ishara ya wema wako mahali popote ulipo, na kwa hali yoyote unahitaji Mungu akuoneshe ishara ya wema wake. Ubarikiwe sana na Mungu akutende mema. Niko kwenye mlima wa Mount Kenya, na ninaamini nikitoka hapa Bwana kuna jambo atalitenda katika maisha yako. Ubarikiwe. Shalom, shalom, shalom.